بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحقيقة katika neema kubwa ambazo zimeneemeshwa umma huu ni Allah subhanahu wa ta'ala kumpeleka mtume ambaye anawasomea watu wa umma huu aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na anawatakasa kwa kuwafundisha yaliyokuwa mema na kwa kuwakataza yaliyokuwa mabaya, na anawafundisha wao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na anawafundisha as-sunnah al-hikma, kwa maana as-sunnah, sunna ambazo zinaifasiri Qur'an, ni tafsiri ya Qur'an. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na kwa hakika kabla ya kutumwa mtume sallallahu alayhi wasallama watu walikuwa katika dhalal na katika upotevu uliokuwa wazi. Kwa hiyo hii ikaonesha ni namna gani huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na nafasi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama katika umma huu, kwa kuwa amefikisha yale ambayo ni sababu ya kupata salama na saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa ni hivyo, kwa kuwa mtume ndiye aliyetufundisha sisi njia ya sawa na njia ambayo kupitia njia hiyo tutapata saada na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, mambo matatu yule atakayekuwa nayo atapata kwa mambo hayo ladha ya imani. Kwanza akalitaja man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi, jambo la kwanza ni yule ambaye atakuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake anawapenda zaidi mimma siwahuma, kuliko wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa maana mtume kwa kazi aliyoifanya na juhudi aliyoitoa kwa umma huu anatakiwa apendwe na anusuriwe na atetewe na yatetewe yale aliyokuja nayo.
sawa. Na huwezi kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallama, huwezi kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallama mpaka ujue vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha kwayo Mtume alayhi salatu wassalam, zile fadla ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa kuyajua hayo ndiyo utaweza wewe kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuadhia sheria aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na sifa nyingine ambazo amesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, na sifa ambazo mwenyewe Mtume amejisifia katika sunna an-nabawiyya, katika sunna zake alayhi salatu wassalam. Kwa kuyajua hayo utamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam na utampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ajili hiyo wanawachuoni maulama katika zama mbalimbali wakaandika vitabu katika kuelezea manaqib na fadhail za Mtume alayhi salatu wassalam. Imma wameelezea hayo katika vitabu khassa, imma wameelezea hayo katika vitabu vyao walivyoviandika, nani wakayataja hayo kama yalivyokuja katika vitabu vya hadithi mbalimbali, au wengine wakaandika vitabu khaswa katika kutaja fadla na sifa nzuri za Mtume alayhi salatu wassalam. Katika hao akiwemo alimamu at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi. Alimamu at-Tirmidhi ameandika kitabu Ash-Shamailu an-Nabi, Shamailu an-Nabi, katika kuelezea zile sifa za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama za kimaumbile na sifa nzuri za kitabia na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha kwayo. Kaja maulama baada yake akaandika al-Imam Abu Nuaym al-Asbahani kitabu Dalailu an-Nubuwa, na kaandika vile vile al-Baihaqi kitabu Dalailu an-Nubuwa. Akaja baada yao al-Allama Izzuddin Shafi'i as-Sulami kaandika kitabu Bidayatus Sul fi tafdhili ar-Rasul, kitabu ambacho kiko mbele yetu. Na katika kuandika au katika mlango huu maneno ni mengi na yaliyoandikwa ni mengi. Katika hayo yako ambayo ni sahihi na yako ambayo si sahihi. Kitabu cha Suyuti kinaitwa Al-Khasaisu Al-Kubra. Al-Khasaisu Al-Kubra amekiandika katika 3 mujalladat na sio Al-Manaqib, ni Al-Khasais. Kwa hiyo wameandika wanawachuoni. Al-Imam Tirmidhi yeye ameandika kwa njia ya hadithi, akataja na asanidi zake, na wakaandika vile vile mfano wake Al-Baihaqi, kadhalika Abu Nuaym al-Asfahani. Na katika yale walioyaandika kuna ambayo ni sahihi na kuna ambayo ni dhaif na kuna ambayo ni maudhu', yametungwa na ya uongo. Lakini muallif wa kitabu ambacho tunakisoma yeye amejitahidi mengi aliyoyaandika katika kitabu hichi ni sahihi, kama ambavyo ametaja Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika tahqiq ya kitabu hichi, aliposema kwamba katika tahqiqi yake ya risala hii akasema maneno haya yafuatayo: wa fi hadhihi alkutub althalatha, alipotaja akataja kitabu Al-Khasais al-Kubra cha Suyuti, akataja Dalailu an-Nubuwa cha Al-Baihaqi na Abu Nuaym al-Asbahani, kisha akasema wa fi hadhihi alkutub althalatha wa bi khassati al-awwal minha kathirun min al-ahadith ad-dha'ifati wal-mawdu'a
بخلاف رسالة المؤلف هذه فإنها نخبة ممتازة ليس فيها بفضل الله ما يمكن القطع بضعفه، بل جله إن لم أقل كله صحيح ثابت، كما ستبين للقارئ الكريم من تخريجنا لها، وهي مزية قلما تتحقق في كتاب. Akasema kwamba vitabu vyote hivi Al-Khasais ya Suyuti, kadhalika kitabu Dalail an-Nubuwa cha Al-Bayhaqi, kadhalika cha Abu Nuaym al-Asbahani rahmatullahi ta'ala alayhi, asema vitabu vyote hivi hasa hasa kitabu cha mwanzo cha Suyuti. Suyuti yeye amekusanya katika kitabu chake hichi, amekuwa mithlu hatib layli, mfano wa mwokota kuni usiku, anakusanya yajma'u kulla ma dabba wa habba, anakusanya kila kitu. Hasa hasa kitabu cha Suyuti ndani yake kuna hadith ambazo ni dhaif na hadithi ambazo ni za kutunga, hadithi maudhu', hadithi za kutunga. Bikhilafi risalati almuallif hadhihi, kinyume na risala ya muallif hii tunayoisoma Bidayat Usul. Sheikh sema laysa fiha bifadlillah, hakuna katika risala hii kwa fadhila za Allah, ma yumkinu alqat'u bidha'fihi, yale ambayo yanaweza kukatwa moja kwa moja kwamba haya ni dhaifu, bal julluhu, bali mengi yaliyokuja katika kitabu hichi, illa lam aqul kulluhu, ikiwa sijasema yote, yani mengi yaliyokuja katika kitabu hichi, bali yote yaliyokuja katika kitabu hichi, sahihun, yamethibiti, sahihi, thabitun, na yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika vitabu vilivyoandikwa katika kutaja fadhailun nabii, ukiacha kitabu Shamail al-Muhammadi, katika vitabu vingine vilivyoandikwa katika kutaja fadhila za Mtume sallallahu alayhi wasallama, kitabu hichi Bidayat Usul fi tafdhili ar-rasul ndio kitabu anfa wa anfas katika vile vilivyoandikwa kwenye mlango huu. Wazi? Na masala nyingine tutaelezea kuhusiana na muallif Al-Izz ibn Abd as-Salam. Huyu bwana anaitwa Izzuddin Abdul Aziz ibn Abd as-Salam ibn Abi al-Qasim ibn al-Hasan السلمي الدمشقي ثم المصري شافعي مذهبا أو الشافعي مذهبا. أنا يتوى عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن الحسن السلمي. السلمي نسبة إلى بني سليم، نسبة إلى بني سليم، nasibishwa nisba kwa kabila la Banu Sulaym katika makabila ya Mudhar, ad-Dimashqi thumma al-Misri. Rubana au mwanachuoni huyu, shekhe huyu anajulikana kwa jina, kwa mashuhuri, kwa maarufu wa jina la Sultanul Ulama, Sultanu al-Ulama, na alipewa lakabu hiyo na mwanafunzi wake Taqiyuddin ibn Daqiq al-Eid rahmatullahi ta'ala alayhi. Alizaliwa mwaka 577 na panasemwa kwamba alizaliwa mwaka 578. Alizaliwa katika mji wa Dimashq huko Sham, huko Syria, katika mji wa Dimashq, katika familia ambayo ni familia ya ufakiri kwa kiasi kikubwa. Akaishi hapo Dimashq, akajishughulisha na ilmu kwa hali ya kuwa umri umeenda kidogo, shakuwa mkubwa. Yeye alikuwa shavuka hapo kujishughulisha na ilmu akiwa ni mkubwa. Akasoma katika mji wake Dimashq, akaisoma fiqhi kwa mashekhe mbalimbali akiwemo Sheikh Jamaluddin ibn al-Harastani. Akasoma masomo ya usul kwa Sheikh Saifuddin al-Amili rahmatullahi ta'ala alayhi. Akasoma hadithi kwa al-Hafidh Abi Muhammad al-Qasim ibn al-Hafidh ibn Asakir
kisha akaelekea Baghdad, akakaa huko miezi kadhaa, kisha akarejea katika mji wake wa Dimashq, akasomesha katika baadhi ya madaris na akawa ni khatibu katika Masjid al-Jami' al-Umawi, katika msikiti wa al-Jami' al-Umawi. Msikiti upo mpaka leo, msikiti upo mpaka leo, al-Jami' al-Umawi. Kisha Sheikh rahimahullah akaelekea Misri, akakaa huko, akasomesha, akafanya khutba mbalimbali katika misikiti. Pia akawa kadhi katika miji ya Misri, katika nchi ya Misri akawa ni kadhi katika nchi hiyo, na ameandika katika vitabu vyake ni al-Fatawa al-Misriya kama tutakavyoona. Lakini pia shekhe ana wanafunzi mbalimbali, amesomesha wanafunzi wengi. Katika hao ni al-Imam Taqiyuddin ibn Daqiq al-Eid rahmatullahi ta'ala alayhi, kadhalika al-Qarafi rahmatullahi ta'ala alayhi, na nao wengine, lakini hawa ndio maarufu. Na amesoma kwa mashekhe mbalimbali kama ambao tumetangulia kuwataja, Sheikh Jamaluddin ibn al-Harstani na wengine katika mashekhe zake. Lakini pia ameandika muallafati mbalimbali, ameandika vitabu mbalimbali. Katika vitabu vyake ameandika kitabu Tafsirul Quran, na tafsiri yake al-Allama Izzuddin ibn Abdissalam inazingatiwa kuwa ni ikhtisar ya tafsiri ya al-Mawardi. Tafsiri yake inazingatiwa kuwa ni tafsiri ya al-Imam al-Mawardi, ikhtisar ya tafsiri ya al-Imam al-Mawardi. Kadhalika ameandika kitabu Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Kitabu hichi ni maarufu bi al-Qawaid al-Kubra, ni maarufu bi al-Qawaid al-Kubra, na hichi ni katika ajallu kutubi, katika vitabu bora alivyoandika Izzuddin ibn Abdissalam ni kitabu hichi. Kadhalika akaandika al-Fawaid fi ikhtisar al-Maqasid, al-Fawaid fi ikhtisar al-Maqasid, ambacho kitabu hichi ni kinajulikana kuwa ni al-Qawaid as-Sughra, kinajulikana kuwa ni al-Qawaid as-Sughra. Kadhalika ameandika kitabu al-Ghaya fi ikhtisar an-Nihaya, al-Ghayatu fi ikhtisar an-Nihaya. Kitabu hichi amekiandika ni furu' katika fiqh ya Kishafi, masail katika fiqh ya Shafi'iyya. Kadhalika ameandika kitabu al-Farq baina al-Iman wal-Islam, al-Farq baina al-Iman wal-Islam. Kadhalika ameandika kitabu Maqasidu ar-Ri'aya li huquqillah, Maqasidu ar-Ri'ayati li huquqillah, nayo ni kitabu, ni mukhtasar wa kitabu ar-Ri'aya cha al-Muhasibi, ni mukhtasar wa kitabu ar-Ri'aya cha al-Muhasibi. Kadhalika ameandika kitabu Targhib ahli al-Islam fi sukn ash-Sham, Targhib ahli al-Islam fi sukn ash-Sham, kuwaraghibisha, kuwahimiza na kuwapendezeshea Waislamu kuishi katika mji wa Sham, Syria huko. Kadhalika ameandika kitabu Maqasidus Salah, Maqasidus Sawm. Kadhalika kitabu, katika vitabu vyake ni kitabu kilichopo mbele yetu, Bidayatu as-Sul fi tafdhili ar-Rasul alayhi salatu wassalam. Amefariki Sheikh rahimahullahu ta'ala tarehe 10 katika mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 660 Bilqahira, katika mji wa Misri. Qahira kwa maana Cairo, Qahira kwa maana Cairo pale Misri. Alifariki mwaka 660 rahimahullahu ta'ala. Kitabu hichi muallif rahimahullah amekiandika jawabu, amekiandika hali ya kuwa ni jawabu la yule aliyekuja kwake kumtaka muandikie
amwandikie kitu katika kubainisha fadla za Mtume alayhi salatu wassalam, amwandikie yale ambayo yatabainisha fadla na ubora na utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo shekhe akamwandikia kisha akampa, akamwandikia kisha akampa, na hakukiandika jina kwamba ni kitabu au kadha, bali yeye aliandika kama ni jawabu la swali aliyoulizwa. Lakini wakaja baadaye maulama wakakipa jina kitabu hichi na wakatofautiana katika kukipa jina. Baadhi wakakiita Bidayatus Sul fi tafdhili ar-rasul. Katika hao waliokiita kwa jina hilo Bidayatus Sul fi tafdhili ar-rasul ni As-Subki wad-Daudi waz-Zarkali wal-Babani rahmatullahi ta'ala alayhi. Wao wamekiita kitabu hichi kuwa ni Bidayatus Sul fi tafdhili ar-rasul, na wengine wakakiita Maniyatus Sul fi fadli ar-rasul, Maniyatus Sul fi fadli ar-rasul. Na waliokiita jina hilo ni Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kadhalika Shamsuddin al-Fasi na As-Sakhawi alikuwa akikiita Maniyatus Sul, alikuwa anafanya ikhtisar akiita Maniyatu as-Sul. Kwa hiyo haya ni ikhtisar na ufupisho katika yale yanayohusiana na muallif na yale yanayohusiana na kitabu hichi na yale yanayohusiana na mlango huu katika kubainisha fadla na mabora ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam.